mjomba. Sasa hasa nimekuamsha asubuhi nikakwambia twende zetu shambani, ukasema unaumwa mjomba. Sasa umeketi hapa mjomba, ungechukua nisaidie ukafagia ama ukaosha vyombo. Sasa mjomba, ni wetu na TikTok utapeleka kwa TikTok. Hivi mjomba, wewe usifagie. Wewe osha vyombo. Huna mikono ya kufanya hizi kazi hapa. Ni lazima afanye nini, si ndio? Mjomba, wajua mtoto wa kike. Kwa hiyo mtoto wa kike tikana anajifundisha na kazi za nyumbani, kufagia, kuna majini. Ndio kazi ambazo mwanamke anapaswa afanye. Huko kufagia kuna mahali paliandikwa mke ama mtoto wa kike. Kwa sababu hivyo vyombo viliandikwa msichana ndio aoshe pekee. Wewe usiosha. Mjomba bwana. Okay, sawa. Haina shida. Amina, usimwambie mjomba wako. Amina, umenisikia? Ndio nimekusikia. Mjomba ameshamchosha tabia zake. Kuchoshana nini? Ndio sana kumfuatilia maisha yangu. Ya kufuatilia kivipi? Mimi hata simuelewi atakaje. Yangetani kama nifuatilie shauri wangu, hata angekufika. Lakini mimi naogopa. Siogopa nini? Nikifanya vitu kama vile, kila kitu kitakuwa ushahidi kwenye simu yako. Kwa nini sifanye? Muda ninaogopa. Hapana. Usiogope na eti. Usiogope. Sababu sisi nitajaribu. Ni sawa. Hebu fanya. Mpenzi. Mtani lini uje kukana wewe hapa? Mimi toka unichokesha bei. Nataka unionje hapa uniishi na wewe. Mambo ya kuja na kwenda nachoka mpenzi wangu. Usijali mpenzi wangu. Unajua taratibu wetu wa sisi Wadige ambao tuna mambo na mashangazi. Alafu mimi sipendi unavyoishi nao mimi peke yako. Unaishi naye peke yako, ni mtoto wa kike, kama mjomba wake. Bora tu ni mapema. Unajua mjomba ni mama, atasema sawa. Sawa. Hata kama mimi sipendi, wewe ni mwanaume, alafu mnaishi wawili tu na wewe mtoto wa kike. Na alivyo na tabia mbaya sasa. Sio na wasiwasi. Mimi mjomba wake. Shikamoo mjomba. Marahaba. Karibu. Ndio wanapura. Kwema? Kwema. Wanapura.
Kuna shida? Uko sawa? Unasema maji? Sawa, nakuletea. Mjomba. Asante. Mjomba. Naam. Niko ndani. Sawa.